Swahili or English? Mic test, mic testing. Eh? Haitasikika. Oh, ipande juu zaidi. Oh. Oh. Okay, hapo. Hapo ni aje? Hapo iko aje? Kwa sawa. Hala? Ningepo kwenda kumbera TV ne? Wewe. Kuya. Mugama mi. Awale ku. Nokinyere. Hala. Who will lead the way? Nani? Okay. Yes. Siku ya leo iko nini? Okay. Bunge mtaji. Kuna sherehe launch manifesto ambayo nimesikia sauti ya watu wa Isiolo. Nimesikia chungu ya watu wa Isiolo. Na wamechezewa karata miaka mingi sana. Kila inapofika wakati wa kura, watu wanakuja, wanapea watu pesa kidogo kidogo, wanapigiwa kura, wanapotea wakuji tena. Kama mbunge wa Isiolo North, mmemuona tena? Ni wangapi wanamjua hapa? Mnamjua? Mmemuona? Kwa hivyo sasa hiyo wakati imepita. Mimi kama mbunge wenu, sasa hii already nimekuwa hapa sorry. Tuanze tena. Na sasa nimesikiza shinda yote na ndio tukakuja na manifesto ya kuaddress hizo shinda zote. Kuna shinda ya elimu. Watoto wetu wapate basari na tunataka tumalize hii siasa ya basari kabisa. Na tutaimaliza aje? Kuna student management system ambayo tumedevelop ambayo tutatumia ya kumanage ya kupeana basari kwa wasiojiweza. Tutashirikiana na wasee wa mtaa, tutashirikiana na area managers, village elders, tujue aswa ni kina nani wanahitaji basari. Pesa ikitoka kwa CDF office inaenda direct kwa account ya shule. Kina mama wetu wamechoka kutembea na makaratasi kila tamu, wakijaribu kujaza makaratasi wapate basari na wapati. Kwa hivyo tutakuwa na mpangilio ili italipia watoto mpaka mwisho. Na kwa sasa already mmeona kuna watoto tumepeleka shule na bado tunaendelea kupeleka. Miezi 2 iliyopita tumepeleka watoto 150 shule form 1 na bado tunaendelea. Tukipata kiti, sababu kwa nguvu za Mwenyezi Mungu najua tutapata kiti, tutapeleka watoto 500 na zaidi. Na kuna maneno ya security ambayo inasumbua wana Isiolo. Kuna kuwa na mauaji hapa na pale, watu wameibiwa bodaboda, watu wamevunjiwa manyumba. Tunataka kwa kila mtaa, kila chief akuwe na ofisi. Sisi kama serikali tutajengea kila chief ofisi yake, ndio mtu akuwa na information analeta kwa chief. Mtu akuwa na malalamishi anapeleka kwa chief. Sasa kila siku ni kutafuta chief na simu ambaye ako mteja kila wakati. Hiyo kitu tumesema tunataka kumaliza once and for all, ndio Isiolo iwe secure. Kuna maneno ya wheelchair.
tumekuwa very active tukiweza kusaidia walemavu, sababu vile tunainuka kama wana Isiolo, tunataka tuinuke sisi wote kama jamii. Hatutaki kubakisha wengine nyuma. Hakuna mtoto wa tumbo ama mgongo, mpaka tuende mbele kwa pamoja. Kwa hivyo ndio maana tumepatia more than 100 wheelchairs kwa watu. Tunataka kuhakikisha by the next year hii shinde ya ulemavu, wale wanahitaji wheelchair watakuwa wamepata, na tutamaliza ndio watu waweze kufanya kazi na kujitegemea. Hii maneno ya kina mama kuficha watoto kwa nyumba sababu hawana wheelchair, sababu they are disabled, tunataka tumalize hiyo, sababu hao ni binadamu kama mimi na wewe. Kwa hivyo wakuwe na maisha mzuri pia. Nikimalizia, ulizeni maswali sasa. Sema mambo ya mbunge kuja tu mpatia pesa 50, 100 mnampigia kura anapotea, hiyo imepitwa na wakati. Ndio maana tunakuja na manifesto, na miaka 5 ikifika wananchi tutawaelezea kwamba tulipromise tutafanya hivi na tumefanya hivi. Nataka 2027 sitaki kuwa natafuta kura, nataka wananchi wakuje wanitafute ndio wanichague mimi niwe kiongozi wao, sababu na hapa kuwafanyia kazi mzuri kuendelea mbele. Ndio maana tunajiita mambo fresh, uongozi fresh unayoleta maendeleo, mabadiliko na mambo fresh. Mheshimiwa, chakuwa tu hapa town kabila Okay, ya kwanza, unajua ukabila ni ujinga na ukabila itusaidii. Ukabila, maendeleo ndio kitu ya muhimu, na ukifanya maendeleo mpaka usonge na kila mtu. Ndio maana unaona tunashikilia wale hawajiwezi, wale wanahitaji wheelchair, wale wanahitaji basari, hata mbele tuingie kiti tunawashikilia, na tubagui kama ni mweusi, kama ni mweupe, kama ni mkabila hii ama ile. Sisi ni wana Isiolo wote, mpaka tushirikiane kama jamii ndio tuweze kuwa na maendeleo na Isiolo ikuwe na amani, sababu amani ni kitu muhimu. Pasipokuwa na amani, hii Isiolo hakutakuwa na maendeleo. Hapa No, of course, hii ni launch ya manifesto. Tumekuwa tukikampaign for the last more than 2 years, tumekuwa hapa. Na tutaendelea hivyo hivyo, tutaenda door to door, tutatembelea kila kijiji, tutatembelea kila jamii. Kwanza wale tumesaidia kama na school fees, tumesaidia na uniforms. Unajua tumepick jamii kila kona ya Isiolo, hakuna mahali hatujaguza jamii mahali. Na hii ndio tutaenda tukiwakumbuza, ndio wakumbuke siku ya kupiga kura. Hapo tarehe 9 August waweze kutupigia kura ndio tuweze kuendelea kuwafanyia maendeleo ile tunawafanyia hata sasa kama hatuko kwa kiti. Yes, of course, unajua hii Isiolo ni ya pastoralist. Isiolo wafugaji ni wengi. In fact, wafugaji ndio wengi kuliko wale wanafanya biashara zingine zile. Na utapata hii ni sekta ambayo tungependa kushirikiana nayo sana. Sababu kama kuna KMC, Kenya Meat Commission, ambayo imejengwa hapo lakini haijaanza kufanya kazi. Hiyo ndio kitu moja tutasukuma serikali ianze kufanya kazi. Hii hapo hapa ilijengwa sababu ya hiyo Kenya Meat Commission. Lakini sababu hiyo Kenya Meat Commission bado imelala, hata airport imelala. Hapa kuna mifugo nyingi sana tunapaswa kuwa tuna export huko Uarabuni. Hii mifugo inachinjwa, inakuwa processed finished product, inaenda Amerika, inaenda England, inaenda Australia, inaenda dunia mzima, na wafugaji wetu hapa wanapata hela, wanapata pesa mzuri, sio kunyanyaswa na mabroka kila siku. Okay. Yes, of course, sisi unajua slogan yetu ni mambo fresh, uongozi fresh. Tunajaribu kubadilisha mambo vile inafanywa. Hata ukiangalia kampeni zetu vile wengine wamekuwa wakifanya kampeni, sisi hatufanyi hivyo. Sisi ni kusema na kutenda. Si watu wa kuongea, miaka nenda miaka rudi unapeana promise na hakuna kitu unafanya. Saa hii
kama private citizen naweza sema nimefanya hiki na kile na kile na kile. Watoto more than 200 sahi wako na uniform, wale wasiojiweza sababu yetu. Watoto 150 wameenda shule, scholarship paid from form 1 to form 4. Karumo College tumepeleka vijana wetu wasipotelee huko kwa miadarati, wakasome waweze kujisaidia. Na hiyo naamini ndio uongozi Isiolo inahitaji, ndio tuweze kusonga mbele. Isiolo pia inasemekana ndio the future capital of Kenya. Na tukisema future capital na hakuna goodwill, hakuna political will ya kufanya hiyo maneno ifanyike, haitaifanyika. Kwa hivyo sisi wenyewe ndio tujisaidia, sababu hakuna mtu atatoka nje ya kuja atufanyie. Sisi wenyewe ndio tutajenga Isiolo, sisi wenyewe ndio tutajisaidia, sisi wenyewe ndio tutaweza kusongesha jamii yetu mbele. Unajua ni competition yangu, lakini ndio nasema we are the best in this. Na hii kiti tutachukua. Wananchi wakipenda na Mungu akipenda tutachukua asubuhi. Na wale tunashindana nao of course wameona zile challenges siko Isiolo. Si kusema siasa tu. Mimi si lazima hata niende bunge, lakini tuweze kusaidia watu wetu. Na tukisaidia watu wetu na wakiona nia yetu, wakisoma manifesto yetu, nina imani kwamba watatupigia kura kwa wingi na tuende bunge ndio tukawakilishe. Sababu utaona 10 years, miaka 10 iliyopita, hakuna mjadala imepitishwa bunge kuhusu Isiolo. Sijaona hata mbunge akisema Isiolo haina maji, Isiolo hakuna barabara, vijana wetu wa bodaboda kila siku ni kuripea, wakipata shilingi 100 inaenda kwa repair sababu barabara mbovu. Kwa hivyo representation yetu iko chini sana. Ndio maana nikasimama vile jamii yangu walikujia wakanibariki kusimama hii kiti, na party yangu pia ikanominate, IBC ikanominate, nikasema niko tayari kusaidia watu wetu, niko tayari tujengane, tusonge mbele. Na wale wakuja kumdanganya watakuja kumdanganya kama kawaida. Ni wananchi wasikizeni vile wanasema, lakini ujue ni uongo mtupu. Waulizeni mmefanya nini na nini? Unataka kiti ya nini? Utatupeleka wapi? Umetusaidia aje? Hiyo ndio kitu cha muhimu. Of course, ndio maana nasema tukiingia bunge, kila mwezi tunakuwa na baraza na wazee. All the leaders of different community, especially pahali kuna conflict. Sababu najua watu wakiwacha kuongeleshana wanaanza kupigana. Kwa hivyo jamii sikiketi kwa pamoja, na Isiolo ni ya kila jamii. Sote tukiweza kuketi pamoja, kusemesana, kuheshimiana, tutaweza kusonga mbele kama jamii bila kusosana sababu ya mfugo hivi na vile. Lakini ukiangalia mambo mengine, kuna culture, ile tamaduni ile lese wa morani wakitairiwa hivi wanaenda kutafuta ng'ombe, au wakifanya hivi, yani kuna namna vile wanaishi. Hizo ni vitu ambayo tukiangalia mbele tutaweza kutatua through dialogue, through heshima, through kuongea, through kuelewana, sio na fujo. Thank you. Na mwingine Kio Memodhaura yuko hapa bana. Kuna maneno mingi lakini nilikuwa mjumbe hapa miaka ya hapo awali na tukafanya kazi mingi na watu, lakini swala moja nimesikia kutoka kwa kijana, aliuliza hii wizi wa ng'ombe na wizi wa mifugo tutafanyaje? Tulikuwa na suluhu wakati ule na ulikwisha. Na ulikwisha kwa sababu tuligundua na tukaja kujua wizi wa ng'ombe ni biashara Isiolo. Haikuwa wizi ati mtu anatoka kuiba. Anaenda anaiba, anapeleka ng'ombe ng'ambo hile, anaenda kuuza apate pesa. Na akipata pesa anaweka ng'ombe tu. Ukiingia wakati wa uchaguzi na mambo mingi, watu wanataka pesa, wanaingia kuiba. Na watu waliingia kuniuliza, mheshimiwa, wewe acha kupigana na hawa watu ya ng'ombe sana, hata wewe utapata pesa.
Nikamwambia hiyo haiwezekani, na nilipoingia wizi ulikwisha na miezi 3 na nilitoka miaka 4, hatukuna hata ng'ombe moja ilipotea. Kwa sababu viongozi ndio wanafanya wizi wa ng'ombe uendelee, kwa sababu ni biashara. Kwa hayo machache sitajaribu kuweka watu, kwa sababu tunaenda mbele na mambo ingine. Asante. Thank you.